Kwa mara nyingine tena Zanzibar inafanya mkutano wa kimataifa wa mambo ya teknolojia, na hii haikuja kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya mazingira salama na miundombinu iliyokuwepo katika nchi yetu iliyowekwa na serikali ya 8 unasimamiwa na serikali ya 8 kwa sasa, kwa maana ya hoteli na miundombinu ikiwemo viwanja vya kimataifa. Lakini kwa ujumla tuko hapa, nimekuja kufungua mkutano wa kimataifa wa masuala ya kompyuta, ubunifu na masuala ya mawasiliano. Na huu ni mkutano wa aina yake tu, ni kwa sababu kuna uchaguzi labda hukusomeka sana katika jamii, lakini ni fursa kubwa kwa maengineer wetu kutoka Tanzania na Zanzibar kuweza kukutana na maprofesa kutoka vyuo mbalimbali duniani. Ni mkutano ambao unakutanisha mabingwa, wabobezi, watafiti, maprofesa kutoka vyuo mbalimbali vya Ulaya na vya Afrika, wanajadili pepa mbalimbali kuhusu masuala ya kompyuta, masuala ya artificial intelligence, masuala ya mawasiliano kwa ujumla wake. Kwa hiyo hii ni fursa adimu na adhimu kwa taasisi za elimu kama hapa Tanzania kama Karume Institute of Science and Technology, Chuo Kikuu cha Zanzibar SUZA, Indian Institute of Technology Madrasa, ambao viko hapa Zanzibar, kwa sababu wataona ni tafiti gani, ni pepa gani, ni changamoto gani za mawasiliano, za maendeleo gani, artificial intelligence, masuala ya communication na mambo ya kompyuta yanaendeshwa duniani. Mkutano huu umekuwa ushindani mkubwa kwa sababu watafiti mbalimbali waliwasilisha papers ambazo zilipitiwa na kukaguliwa, zaidi ya pepa 800, lakini ambazo zimechaguliwa katika hatua ya awali kwa 300 na 125 zitakuwa zinawasilishwa hapa na watafiti mbalimbali duniani. Hii ni fursa muhimu sana, sio tu kwamba tuna host watu ambao kwa mfano hawajawahi kufika Zanzibar, lakini vile vile ni kwamba tuna uwezo wa kuorganize mikutano mikubwa. Niwapongeze sana wenzetu wa Karume Institute of Science and Technology KIST kwa kuwa ni local host, kwa kuwa ni local organizing committee, na mambo yote yameenda vizuri, na ni imani yangu kwamba wataalamu wetu hapa watajifunza mambo mbalimbali, na Zanzibar pengine bila shaka kupitia mkutano huu kutakuwa na deliberations za kidunia au maazimio ya kidunia kuhusu maendeleo ya artificial intelligence, masuala ya mawasiliano na masuala ya kompyuta kwa ujumla wake. Kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tayari kwanza tuna sera za ICT na sera zinazohamasisha masuala ya ubunifu. Niseme tu kwamba kwenye dira ya maendeleo ya Zanzibar 2050 tunazungumzia mambo ya digital economy, na hatuwezi kufikia digital economy bila kutumia mambo ya tehama. Lakini vile vile masuala ya human capital, watenda kazi, wataalamu kwenye masuala ya hayo imekuwa ni mkazo mkubwa, na pepa hizi zitakuja kuwafunua macho wataalamu wetu wa ndani na nje. Lakini vile vile mageuzi ya elimu ya Zanzibar, tumezungumzia sana matumizi ya tehama katika elimu, na sasa hivi tuna mambo mbalimbali tunafanya. Tumeanzisha chuo cha kisasa cha aina yake cha Indian Institute of Technology hapo Bweleo, ambacho vijana wanasoma mambo ya AI, masuala ya data science na fani nyingine za kisayansi na engineering. Lakini vile vile tunajenga kituo cha ubunifu, innovation hub, njia ya kwenda Bweleo. Sasa hivi ujenzi unaendelea. Wale vijana ambao watakuwa na mawazo ya ubunifu, mawazo makubwa, wataunganishwa na makampuni mbalimbali, watakaa mwaka mzima wakilelewa na kuongozwa kufanya mawazo yao kwa bora, na bila shaka baadaye mawazo yao yanaweza kusajiliwa, wakapata patent, wakapata haki la kuwa na brand ya product ambazo wanazalisha. Kwa hiyo Zanzibar vijana wetu watakuwa wanafaidika sana. Kuna mikakati mikubwa ambayo serikali imefanya. Kwenye skuli tunaimarisha mambo ya sayansi, mambo ya STEM, mambo ya maabara, tunajenga maabara za kisasa, tunapeleka vifaa na tunafundisha walimu ili waandae watoto wetu waje kuwa wabunifu wa baadaye. Mkutano huu unakuja kutoa fursa sana kwa Zanzibar kwanza kujifunza. Walioko hapa usione watu wa kawaida, lakini maprofesa na mabingwa na mabobezi na watafiti mbalimbali. Kwa hiyo kuna mambo mengi mapya watachukua chuo cha Karume pamoja na chuo kikuu na taasisi zote za Tanzania ambazo zimeshiriki hapa ili kujifunza vipi wanafanya tafiti. Hapa mimi nimetoa wito wa kufanya tafiti za pamoja. Kuna program za kuchukua wanafunzi wanaosoma Zanzibar wakashirikiana na vyuo vingine vya Ulaya, vya Marekani, vya Asia ili kuhakikisha kwamba kuna ubora wa elimu kwa vijana wetu. Nimezungumzia masuala ya kuwa na umuhimu wa kuwa na exchange program, mabadilishano ya wakufunzi na wahadhiri mbalimbali kati ya vyuo vya kimataifa ambao wako vizuri kwenye masuala ya kufanya tafiti na kuchapisha ripoti za kimataifa katika platform ya kimataifa, ambayo hicho ndio kigezo kubwa cha kupima ubora wa elimu katika nchi au ubora wa sayansi katika nchi. Naitwa Dr. Mahmoud Abdulhad Alawi, ni mkuu wa taasisi ya sayansi na teknolojia ya Karume. Leo hapa tupo katika mkutano ambao wa kimataifa ambao unahusiana na masuala ya electronics, communication na mechatronics
ambao tutakuwa tunajadili machapisho mbalimbali ambayo yatakayokwenda kuchapishwa katika journal za kimataifa duniani. Mkutano huu umekutanisha wanasayansi, mainjinia na researcher katika nchi mbalimbali, kutoka nchi mbalimbali kuja hapa kwa ajili ya kuwasilisha machapisho yao na kuweza kushare knowledge kwa watu mbalimbali na kujenga network baina ya researchers na mainjinia all around the world. Zipo nchi zaidi ya 58 zimehudhuria mkutano huu, na mkutano huu umeandaliwa na taasisi yetu ya Karume ya Sayansi na Teknolojia na kushirikiana na taasisi mbili za Uturuki. Moja inaitwa Topkan University Turkey na Askray University ya Turkey. Ni kitu cha kujivunia kwetu sisi Zanzibar kuweza kuandaa mkutano huu, kwa sababu licha ya kuwa hao wanakuja mainjinia kupresent paper zao, lakini pia tunatangaza utalii wetu. Wanakuja kwa mambo pia ya utalii na kuweza kuijua nchi yetu uzuri wake. Mwisho wa siku tunategemea katika mkutano huu kitakachotokea ni mashirikiano, kuanza mashirikiano mbalimbali katika masuala mazima ya research. Kama tunavyoelewa, dunia sasa tunakwenda kwenye mapinduzi ya 4 ya viwanda ambayo tayari yameshaonekana katika masuala ya artificial intelligence, ambayo leo ndio yatakuwa yamesheheni katika mijadala ya machapisho yetu hapa. Lakini pia maresearcher wetu wa Kizanzibari watapata kuweza kukutana na maresearcher mbalimbali duniani na kushare knowledge na kujua the way forward katika dunia hii ili kuweza ku-add value katika body of knowledge. Katika mkutano huu kuna nchi 58 duniani zimeshiriki, zikiwemo wenyewe Waturuki, Wataliano, watu wa China, wa Spanish, lakini pia kuna nchi mbalimbali za Algeria, Spain, lakini pia kuna nchi za Indonesia, wa Indonesia pia wapo. Kwa hivyo ni nchi mbalimbali ambazo zimeshiriki katika mkutano huu, na nchi hizi zimechapisha, yani zimeleta machapisho yao. Kwa hivyo leo wamekuja kuyawasilisha hapa ili apate kwenda mbele zaidi na kuweza kutambulika katika journal za kimataifa ikiwemo IEEE Explore. Kama KIST tumejipanga vizuri kwa sababu hao watu, sisi ni moja kati ya organizing committee ya huu mkutano, na kutokana na huu mkutano tayari tumeshakaa na maresearcher mbalimbali kuona jinsi gani tunaweza tukashirikiana nao. Kama tunavyoona, taasisi ya Karume ni taasisi ambayo sasa hivi inakuwa kwa kasi, kwa hivyo na pia imejikita katika masuala ya utafiti, na kwa kupitia mkutano huu tayari kuna maandiko mingi ambayo tayari tushakubaliana nao jinsi gani tunaweza tukayafanyia kazi kwa pamoja na maresearcher mbalimbali ndani ya